Jani imekuwa nzuri. Lakini ukiangalia pale YouTube, the last time I released the song ilikuwa 6 years ago. Na ilikuwa ni changamoto nyingi. Kwanza nikianza ni changamoto za wazazi vile vile, afu pia muonekano wangu. You see, mimi nimezaliwa katika familia ya Kikristo. Babangu ni first elder, Mr. Kennedy Makwabe pale. Najua anatazama hapa. Kisha mamangu ni mdikoness. So I'm a pure SDA person. Lakini sasa nikafika university. Actually acha niwarudishe nyuma kidogo. Maisha yangu mimi wazazi wangu wote ni wanamuziki. Mamangu anaimba kwenye kwaya, babangu vile vile anaimba kwenye kwaya. Kwa hivyo hiyo talanta ni kwamba nimepitishiwa, nimepewa kutoka kwa wazazi wangu. Iko kwenye damu. Kwa hivyo wakati tulikuwa labda tuseme kuna kitu tunaita kwenye SDA Pathfinder. Wale ambao wanaenda SDA wanaijua. So wakati niko kwenye hicho kikundi we formed a group ambayo tulikuwa tunaita Hope Choir. Tukaimba, lakini tulipofika kwenye shule za sekondari, shule za upili, kila mtu akaenda njia tofauti. Kwa hivyo hicho kikundi kikafanya nini? Kikavunjika. So wakati niliingia chuo kikuu, wakati nimeingia university, I joined a band. Sasa kwenye hiyo band tulikuwa tuna perform, kuna kitu kinaitwa cultural week pale. So tukiperform pale, kuna mtu aliniona pale, akanichukua mkono, akakuwa mdhamini wangu. Actually Big Chris vile vile, huyo jamaa ambaye tumefanya collab pia yeye alikuwa pale. Kwa hivyo hizo video za kwanza yeye ndo alinidhamini. Lakini sasa shida ilitokea pale ambapo hii video imeenda viral, ikafika Kisii. Babangu ni nani kumbuka? Sema Elda. Mamangu ni Deaconess. Lakini kijana ako pale amezungirwa na wanawake. Mambo ya dunia. Sasa mambo yakachemka. Wakaniita wakaniambia, mambo gani haya tunaona kwenye televisheni? Nikamwambia muziki si mbaya, lakini yale mambo ambayo nimefanya pale labda ndo hayakuwa mazuri, kwa sababu nafaa kuwa labda role model. Kwa sababu hawa ni Wakristo. Mambo ambayo wanahubiri labda pale kanisani haiendani na yale mambo ambayo nafanya. Kwa hivyo wakaniita, tukakaa chini na wao, tukakubaliana kwamba kwanza nimalize elimu ndo nirudi kwenye muziki. Kwa hivyo that was 6 years ago. So nikakubali, tukasema kwamba kama ni talent then kwanza nitagraduate niwapee papers zenu ndo hizi hapa. Kisha mimi nikimaliza nifanye nini? Nirudi kwa muziki. Lakini sasa shida ikatokea, nimefanya ualimu. Nimemaliza, kisha nikaenda kufunza, na nilikuwa nafunza shule ya upili. Nadhani unajua jinsi ambavyo wavulana vijana pale jinsi wanafunzi wanakaa. So kufika pale nikaona nikirudi kwenye muziki bado mambo yatachemka, kwa sababu pia muonekano wangu nafaa nifunze hawa watoto, lakini nisiwafunze vitu ambavyo mimi sifanyi. Kwa hivyo nikaona kwamba itabidi tena nimepunguza kidogo, ndo nikuje, yani niingie kwenye taaluma kwanza, niingie kwenye profession, nifunze kidogo, afu ndo nitarudi kwenye muziki. Lakini nikakaa chini nikasema hapana. Hiki ni kipawa nimepewa na Mungu. Mbona nisikigeuze, labda nianze kufanya mambo ambayo yanafanya nini? Yanaendana na yale mambo jinsi ambavyo nimezaliwa. Yani nikuwe muonekano mzuri, yani mfano mzuri kwenye jamii. Kwa hivyo nikaamua kwamba nitaingia kwa music, lakini nifanye na wewe yenye itapendeza.